Unadhani viongozi wa nchi hushinda kwa hotuba nzuri majukwani au sera kali za kiuchumi? Ukweli wa Robert Greene kwenye kitabu chake The 33 Strategies of War unaonyesha kitu tofauti kabisa, kwamba uongozi wa juu si mchezo wa nguvu ya moja kwa moja, bali ni mchezo wa akili, muda na udhibiti wa watu bila wao kujua wanachezewa mchezo gani. Kwenye mazingira yetu ya Kiafrika, kuna viongozi wanaonekana wakifanya maamuzi ya kawaida au hata ya kusuasua. Lakini nyuma ya pazia wanatumia mikakati mizito inayobadilisha mwelekeo wa nchi nzima bila hata kupiga kelele. Na kama huioni hii kwenye siasa za kila siku, basi hujaona war strategy halisi inayoendesha tawala zetu. Katika uongozi wa nchi, Robert Greene anaonyesha kuwa vita vya kisiasa si vita vya majeshi pekee, bali ni vita ya akili, kupanga muda na kudhibiti saikolojia ya watu. Wenye ushawishi wanaofanikiwa kukaa madarakani kwa muda mrefu si wale wanaofoka kila wakati, bali ni wale wanaoona mbali na kucheza mchezo wa kimkakati, ambapo kila hatua ina athari ya kisaikolojia kwa wananchi, wapinzani na hata safu zao za ndani za uongozi. Kwenye kiwango hiki cha juu, kuna aina 4 kubwa za mikakati ambazo wenye hatamu hutegemea mara kwa mara bila kuonekana wazi. 1. Kudhibiti ajenda na uwanja wa mawazo, controlling the narrative. Mkakati huu haumaanishi kutumia propaganda mbaya au ya kulazimisha kama ya enzi za Cold War. Badala yake, ni uwezo wa kuhakikisha kuwa mjadala mzima wa taifa unazunguka kwenye kile tu ambacho mfumo unataka kionekane. Badala ya kupigana na kila hoja ya ukosoaji au kashfa inayochipuka, kiongozi mwenye akili huunda matukio au ajenda mpya kabisa, zinazofanya watu wasahau matatizo ya jana na kuanza kujadili kile alichokiweka mezani. Mkakati huu unajulikana pia kama mbinu ya dead cat strategy, iliyowahi kutumiwa sana na washauri wa kisiasa kama Boris Johnson, aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza. Nadharia yake iko hivi: ukiwa kwenye meza ya chakula na mijadala inakuwa migumu na inakubana, tupa paka mfu, dead cat, katikati ya meza. Kighafla, kila mtu atapiga kelele na kujadili paka mfu. Hakuna atakayeendelea kukumbuka ile kashfa uliokuwa unakabiliwa nayo. Katika mazingira ya nchi hizi, unaweza kukuta kuna kashfa kubwa ya ufisadi, au mkataba wenye utata unaojadiliwa mtandaoni au kwenye korido za maamuzi. Ghafla, mamlaka zinatangaza kuwakamata machawa maarufu, au kuzua sakata jipya la kimaadili, au kuleta mradi mpya wa kushtusha. Ndani ya masaa 24, nchi nzima inaacha kujadili mabilioni yaliyopotea na inaanza kubishana kuhusu jambo hilo jipya. Watu hawaishi kwa takwimu kavu za bajeti. Wanaishi kwa kufuata hadithi inayosisimua zaidi akili zao kwa wakati huo. 2. Mbinu ya divide and rule, divide and conquer. Wenye hatamu za uongozi hutegemea sana mgawanyo wa nguvu za wapinzani wao. Kwa nini mkakati huu unatumika? Sababu ni rahisi. Katika saikolojia ya madaraka, hatari kubwa haitoki kwa wapinzani wengi, bali inatoka kwa wapinzani walioungana. Umoja unaleta nguvu ya pamoja inayoweza kutishia utawala na kulazimisha mabadiliko. Kwa hiyo, badala ya mamlaka kutumia nguvu kubwa na gharama kupambana na kundi zima kama block moja, mfumo hutumia mbinu za kimya kimya kuvunja umoja wao na kuwagawa katika vipande vidogo vidogo. Hii hufanyika kwa kuwapa vyeo baadhi yao, kuwatengenezea migogoro ya ndani, au kuwapa maslahi ya kiuchumi. Wakati kundi linapogawanyika, nguvu yake ya kupinga mfumo inayeyuka yenyewe. Fikiria mfano huu. Kuna muungano wa vyama vya upinzani au wanaharakati wanaopinga sera fulani ya kiutawala. Mwanzoni wana nguvu kwa sababu wanaongea kwa sauti moja. Hatua ya kwanza ya mgawanyiko. Mfumo unaweza kuanza kwa kuwakaribia baadhi ya viongozi wa ndani wa kundi hilo na kuwapa nafasi au ushawishi. Mfano, uteuzi kwenye kamati, vyeo vidogo, au upendeleo wa kisiasa. Hawa wakikubali, wanaanza kuwa na msimamo tofauti na wenzao. Hatua ya pili. Wanaobaki nje wanaanza kuhisi wamesalitiwa au kuna upendeleo. Mzozo wa ndani unaanza, kugombana kuhusu uongozi, mikakati au uaminifu. Hatua ya tatu. Kundi linagawanyika rasmi. Kila upande una msimamo wake, mikutano yake na ajenda yake.
Badala ya kuwa nguvu moja kubwa, sasa kuna makundi madogo madogo yanayoshindana yenyewe kwa yenyewe. Matokeo yake ni kwamba utawala hauhitaji tena kupambana moja kwa moja na upinzani mkubwa, kwa sababu umoja wao tayari umevunjika kutoka ndani. Green anaeleza, kushinda si lazima upigane na nguvu yote ya adui, bali ni kuondoa umoja wao. Wananchi wa kawaida hapa nje wataona ni migogoro ya kawaida au uroho wa madaraka, lakini kiuhalisia ni mkakati ulioratibiwa vizuri sana kutoka juu. 3. Mastery ya timing ya kisiasa, the art of timing. Wenye mamlaka hutumia sana mbinu ya kusoma alama za nyakati na kuchagua muda sahihi wa kuchukua hatua. Kwenye siasa za juu, muda wa kufanya jambo ni muhimu kuliko jambo lenyewe. Kiongozi anaweza kuwa na sheria au sera nzuri, lakini akiitoa wakati wananchi wana hasira, inafeli. Kinyume chake, anaweza kupitisha maamuzi magumu sana wakati wa sherehe za kitaifa au kukiwa na tukio kubwa la burudani linaloshikilia akili za watu na ikapita bila kelele. Mfano, mfumo unapoleta mpango wa kuongeza kodi ya mafuta, jambo lisilopendwa na jamii. Muda mbaya. Kama uamuzi huo ukitangazwa wakati watu tayari wako na hasira juu ya bei ya maisha, inflation, ajira, mara moja kunakuwa na maandamano na shinikizo kubwa linaloweza kuulazimisha mfumo kurudi nyuma. Timing nzuri ya kisiasa. Sasa fikiria uamuzi huo huo unatolewa wakati nchi imekengeushwa na tukio kubwa la kitaifa. Mfano, sherehe za uhuru, fainali ya kombe kubwa la michezo, au tukio la kimataifa linalovuta umakini wa watu. Akili za watu wote zinakuwa kwenye tukio hilo. Hivyo habari hiyo inapita bila kelele kubwa na baada ya muda inakubalika kama hali ya kawaida. Green anaonyesha kuwa viongozi mahiri wana uvumilivu wa kustahimili shinikizo na kusubiri mazingira yabadilike ili yawaongezee faida kabla ya kukurupuka kuchukua hatua. 4. Management ya perception. Perception management. Katika ulimwengu wa siasa zetu, kile watu wanachofikiria au kuamini kuhusu kiongozi kina nguvu mara 100 kuliko uhalisia wa mambo ulivyo. Taswira inatengenezwa kwa umakini mkubwa sana na washauri wa mawasiliano. Kiongozi anajua jinsi ya kubadilisha muonekano wake kulingana na kile ambacho kiu ya wananchi inahitaji kwa wakati huo. Iwe ni kuonekana kiongozi wa karibu sana na walio chini au kiongozi thabiti asiyeyumbishwa. Mfano, kiongozi anafanya ziara za kushtukiza kwenye taasisi za umma, bandarini au hospitalini. Anasimama mbele ya kamera, anawafokea na kuwatumbua watumishi wa umma hadharani kwa ubadhirifu na kuamuru fedha zilizotengwa kwa ajili ya sherehe za kitaifa zikanunue vitanda vya hospitali. Hatua hii inatengeneza taswira ya kiongozi mtetezi wa wanyonge na mchapakazi, na inawapa wananchi faraja ya kisaikolojia hata kama mifumo ya kiuchumi bado ina changamoto. Picha hizi zikitawala mitandao, zinafuta mijadala yote ya madeni ya taifa au mfumuko wa bei, na wananchi wanabaki na taswira ya kwamba kiongozi wao yuko upande wao. Ukichanganya mikakati hii minne, unaanza kuona picha halisi ya jinsi kiti cha enzi kinavyolindwa na kuendeshwa katika nchi zetu. Si swala la nani anaongea kwa sauti kubwa jukwaani, bali ni mfumo wa kisayansi wa kudhibiti mawazo, kudhoofisha wenye nguvu, kucheza na saa na kutawala hisia za watu. Hii ndiyo aina ya thinking ambayo kitabu cha Green kinatufundisha. Kuacha kuangalia matukio ya kisiasa kama ajali, bali kama mchezo wa sataranji, chess, unaochezwa kwa umakini mkubwa nyuma ya pazia. Hata hivyo, si kila tukio linaweza kufasiriwa kama mkakati uliopangwa kikamilifu. Wakati mwingine ni uratibu wa kawaida wa utawala, wakati mwingine ni majibu ya haraka kwa matukio, na mara nyingi ni mchanganyiko wa mikakati na hali halisi. Lakini kinachoendelea kuwa wazi ni kwamba siasa si mchezo wa uso pekee, ni mchezo wa tabaka, ambapo kinachoonekana ni sehemu ndogo tu ya uhalisia mzima. Kama unapenda chambuzi hizi nzito, zinazofungua macho na kukupa uelewa wa kipekee kabisa juu ya vitabu vya mikakati, nguvu ya kisaikolojia na uongozi bila kuficha ukweli, usipitwe na masomo yanayofuata hapa.
Bonyeza kitufe cha subscribe sasa hivi ili uwe wa kwanza kabisa kupata makala na video hizi kila zinapotoka, na uwe sehemu ya jamii hii ya watu wanaofikiri kwa kina na kuona mbali.